Hujambo na karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Hodim TV. Tunasema arts with ethics, kazi na maadili. Kikubwa zaidi, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata updates zote ambazo tunazi-upload hapa Hodim TV. Kusema ukweli kabisa kutoka moyoni, siwezi kuwasamehe watu walio muua kiongozi wa Afrika, kiongozi wa Libya ambaye ni Muammar Gaddafi, ambaye alikuwa na maono mazuri sana kwa Afrika. Lakini pia siwezi kuwasamehe watu waliomuua kiongozi wetu mzuri, kiongozi nguli, Thomas Endori Sankara. Huyu alikuwa ni rais wa Burkina Faso. Alipinduliwa na rafiki yake Compaore, ambaye huyu kiongozi alikuwa ni maarufu na alibadilisha Burkina Faso ndani ya muda mfupi. Yaani anafanya kama anavyofanya Captain Ibrahim Traore, na yeye alikuwa ni mwanajeshi huyo Endori Sankara. Ndio maana kwenye ukuu wa Mwafrika basi tunasema Ibrahim Traore ni Thomas Sankara mpya. Yaani Thomas Sankara amezaliwa ndani ya Ibrahim Traore. Sasa watu walioshiriki kuwaua au viongozi nguli walioshiriki kumuua kama Muammar Gaddafi, Thomas Sankara, Patrick Lumumba na wengine nguli hapa Afrika, au nimeweka kama icon kwa sababu walifanya makubwa na walikuwa na plani kubwa sana kulihusu bara la Afrika. Walikuwa na plani kubwa sana kulikomboa bara la Afrika, lakini manyang'au walimuua. Waliunganisha juhudi kubwa sana, waliunganisha nguvu NATO nzima, wakamvamia Muammar Gaddafi. Hebu tazama kidogo Muammar Gaddafi alivyouawa kikatili. Tazama Muammar Gaddafi alivyodhalilishwa. Unaona hapo jinsi Muammar Gaddafi walivyomtesa. Unaona Muammar Gaddafi alivyouawa kama vile sio rais, kama vile mwizi. Yaani damu zinachuruzika kila sehemu. Lakini pia baada ya kumuua bado hawakuridhika. Mwili wake watu walikuwa wanakuja wanalipia hela, wanarekodi, yani alidhalilishwa vibaya mno. Siwezi kuwasamehe wala eti kuwapenda watu kama hao. Lakini utashangaa kuna mtu anajisaulisha na anasema eti wazungu wanatupenda. Wazungu kuwa discuss kule ndani ya masaa wanatenga muda wao kudiscuss bara la Afrika, eti wanahubiri demokrasia na usawa. Hakuna usawa, hakuna demokrasia ambayo wao wazungu wanahubiri itakuwa nzuri kwa Afrika. Acheni kudanganyika. Afrika tunahitaji kujiongoza sisi wenyewe kama alivyokuwa anafanya Muammar Gaddafi. Na mfumo wa uongozi wa Afrika sio lazima uwe wa vyama vingi. Afrika hatuhitaji mfumo wa vyama vingi, tunahitaji maendeleo. Haijalishi tunaongozwa na mmoja kama mfalme au tuongozwe na nani, lakini tunahitaji maendeleo na sio kupelekeshwa na nchi za magharibi, na sio kupelekeshwa na nchi zingine ambazo zinaweza kutuendesha kama tulivyo dhaifu kwa sasa. Na kwa sasa nchi ambazo unaweza ukasema zina uhuru basi ni nchi za Sahel, ambazo kuna Niger, Burkina Faso na Mali, ambazo zimejikwamua kujinasua kutoka kwa manyang'ao. Hao ndo wamesonga mbele na wanapambania kujiweka thabiti vizuri zaidi ili wasitegemee nchi yoyote, kwa sababu kwa sasa wanasaidiwa na Urusi katika swala la ulinzi. Lakini tunasema wamejikomboa kwa sababu manyang'au wameweza kwenda kinyume na manyang'au bila kuogopa, ambapo nchi zingine za Afrika haziwezi. Wewe hapo nchi yako ikienda kinyume tu na manyang'au, chapu tu. Lakini japokuwa tunaona kuna nchi zinaibuka kama vile wanapambana kwenda kinyume na manyang'au, lakini so kwa level ambayo wakina Ibrahim Traore, Mohamed Tishan, lakini pia na mwenzao Assimi Goita, level ambayo wameifikia ni tofauti na nchi zingine, na
wanaokuwa Mwafrika tunapenda nchi zote zijinasue kutoka kwenye mikono ya manyang'ao. Yaani Afrika tuwe na umoja wa Afrika ambao unatekeleza na sio unapangiwa vitu vya kufanya. Yaani uamue cha kufanya na sio kupangiwa vitu vya kufanya. Ndio tunachopenda hicho. Sasa watu waliomuua Muammar Gaddafi waliua ndoto za Afrika. Waliomuua Thomas Sankara waliua ndoto za Afrika. Waliomuua Patrice Lumumba waliua ndoto za Afrika. Kwa nini wapende misaada wanayoitoa? Misaada gani wakati nyuma ya pazia kunakuwa na mambo yao? Nyuma ya misaada kuna mambo yao. Siku moja nitawaletea hapa hotuba ya Thomas Sankara akielezea mambo mabaya yaliyopo nyuma ya misaada au mikopo ambayo manyang'ao wanatupa.